Habari, natumaini uko salama, na siku ya leo ningependa tukazungumzie kuhusu ukimwi, ambapo tutaenda kuangalia mambo baadhi yanayosababisha ukimwi, jinsi ukimwi unavyosambazwa kutoka kwa mtu mmoja mpaka mtu mwingine, njia zinazotumika kusambaza ugonjwa huu. Pia tutaenda kuangalia ukimwi ni nini, unasababishwa na nini. Tutaenda kuangalia dalili ambazo zinatokea kwa mtu mwenye maambukizi ya ukimwi. Tutaenda kuangalia pia magonjwa nyemelezi ambayo yanawatokea wagonjwa wenye upungufu wa kinga mwilini. Na ufafanuzi wa ukimwi ni kama ufuatao. Ukimwi ni upungufu wa kinga mwilini, ambapo hali hii husababishwa na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Virusi hivi huitwa retrovirus, ambapo vikiingia kwenye mwili wa mwanadamu vinaenda kuharibu seli za CD4, aina ya chembechembe nyeupe za damu ambazo zina jukumu muhimu katika kupigana na magonjwa, ambapo virusi hivi vya ukimwi huua seli hizi za CD4 na kuzoofisha kinga ya mwili. Na ukimwi huambukizwa kwa njia ya kujamiiana bila kutumia kinga na mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi, kuongezewa damu yenye maambukizi ya virusi vya ukimwi, kuchangia sindano au vitu vyenye ncha kali na mtu mwenye maambukizi ya virusi vya ukimwi, lakini pia kipindi cha unyonyeshaji. Dalili za ukimwi hutofautiana kulingana na hatua za maambukizi. Mtu aliyeambukizwa VVU anaweza kuugua mafua, homa, maumivu ya kichwa, maumivu ya viungo, koo na tezi kuvimba ndani ya miezi miwili. Lakini virusi hivyo vinapoendelea kukaa na kuendelea kuharibu mfumo wa kinga mwilini, mtu anaweza kupatwa na vipele kwenye ngozi, jasho la usiku, homa inayoendelea na madoa meupe au majeraha yasiyo ya kawaida kwenye ulimi au mdomo. Maambukizi ya VVU hudhoofisha mfumo wa kinga ya mwili na hivyo kumfanya mgonjwa kushambuliwa sana na magonjwa nyemelezi. Na baadhi ya magonjwa hayo nyemelezi ni kama vile kifua kikuu, candidiasis yani fungus maeneo mbalimbali ya mwili, fibrosarcoma, matatizo ya neuron na ugonjwa wa figo. Hivyo ili kuepukana na tatizo hili, hakikisha unaepuka kujamiiana bila kutumia kinga. Hakikisha unapima kabla ya kujamiiana na mwenza wako. Hakikisha unaepuka kushare vitu vyenye ncha kali na mtu yoyote. Pia hakikisha kwa mama mjamzito unahudhuria kliniki zako zote. Lakini pia kwa wale ambao wanapata dalili hizi, unashauriwa kufika hospitali yoyote iliyopo karibu na wewe kwa ajili ya kupata ushauri,